Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Nawakaribisha tena kwenye mfululizo wa vipindi vyetu kwenye chaneli yetu ya Doktrina, na tuanze kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Leo katika mfululizo wa vipindi vyetu, na hii ni sehemu ya 6, tukiendelea kutizama hati za mtaguso wa Vatikano ya pili. Leo ni kanisa na ibada katika liturujia kama ilivyofundishwa na hati ya mtaguso ya Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium ni katiba ya mtaguso wa Vatikano ya pili ambayo imezungumza kwamba liturujia ama ibada ni kilele na chemchemi ya maisha yote ya kanisa, na kwa sababu hiyo ilikuwa ndiyo hati ya kwanza kabisa kuandikwa katika mfululizo wa hati zile za mtaguso wa pili wa Vatikano. Kanisa limeitwa kumwabudu Mungu na shughuli zote za kanisa zina center kwenye ibada, na hii nayo ni hati ya kidogmatiki kwa sababu inapendekeza ibada kwa Mungu. Background ya hati hii ya mtaguso ni kwamba kabla ibada ilikuwa inaonekana kama ni ya makleri, waumini walikuwa ni kama watazamaji na wahudhuriaji tu, lakini sio washiriki, na mafumbo mengi ya liturujia na lugha iliyokuwa inatumika ilikuwa haieleweki kwa waumini. Kwa sababu hiyo, mababa wa mtaguso wakaamua kutuletea mageuzi makubwa kwenye ibada, na haya ndiyo mageuzi yaliyoletwa na hati hii ya mtaguso wa Vatikani. Hati hii ilipendekeza kwamba kuwe na ushiriki hai wa waumini, yani actuosa participatio, ambao mtaguso waoneleza kama haki na wajibu wa waumini wote waliobatizwa, kama inavyosema hati hii Sacrosanctum Concilium namba ile ya 14. Mtaguso pia ulipendekeza matumizi ya lugha za wenyeji, yani vernaculars, zitumike ndani ya adhimisho la Ekaristi kwa ajili ya manufaa ya waumini wote. Kabla ya hapo, lugha pekee ya liturujia ilikuwa ni lugha ya Kilatini, ambayo kwa kweli watu wengi walikuwa hawafahamu maana ya maneno ambayo wanayatumia, na hii ipo kwenye Sacrosanctum namba 36. Mtaguso ulipenda pia kuimarishwa kwa ibada ya neno la Mungu kwa kutambua uwepo wa Kristo anayezungumza katika maandiko matakatifu. Unaweza kusoma hati hii katika sura ya 7 au hati iliyopita ambayo tulisoma ya Dei Verbum katika sura ile ya 21, kwamba sasa adhimisho la Ekaristi takatifu linakuwa na meza mbili: meza ya neno la Mungu yani homilia, na meza ya Ekaristi takatifu yani hostia. Kwa hiyo hati ya mtaguso hii ilipenda kwamba waumini wanapokusanyika kwenye adhimisho la ibada takatifu walishwe kwanza kwa neno la Kristo na baadaye walishwe kwa mkate au mwili wa Kristo. Hati hii pia ilitaka kurahisishwa kwa madhehebu ama rites, ili yawe rahisi, yasiwe ya kujirudia rudia, na yawe yanayoeleweka, yani noble simplicity. Mtaguso pia ulipenda tuheshimu mapokeo matakatifu, wakati huo huo ikiruhusu maendeleo, progress ya mahali ambako maadhimisho yenyewe yanafanyika. Kumbe basi, mageuzi yaliyopendekezwa na mtaguso wa Vatikani ya pili sio mapinduzi, not a revolution, bali ni uvumbuzi mpya wa uhuisho wa ibada takatifu, yani discovery of the mysteries of the faith. Sasa katika kutekeleza mageuzi haya ya mtaguso wa Vatikani ya pili, iko mitazamo miwili ama kambi mbili zimejitokeza. Kambi moja ni ya wale wana mageuzi liberals ama progressives, na kambi nyingine ni kambi ya wana mapokeo ama traditionalist. Wanaopenda mageuzi wamepokea hati hii kwa bashasha, na kwa kweli wameitekeleza na kwenda mbali zaidi kuliko hata hati yenyewe ilivyokusudia, na kuingiza ubunifu na matumizi ya ishara ambazo mtaguso wenyewe haukukusudia, na kwa kweli inawezekana mababa wa mtaguso wanaweza wasikubaliane nazo, wangekuja kuziona leo. Wana mageuzi hawa ama maliberals wanapendekeza mitindo ya kisasa ya kusali, ishara na alama katika adhimisho la Ekaristi takatifu, ambayo inaweza ikaenda mbali kidogo na mapokeo ya kanisa katika liturujia. However,
ambao kwa kweli unawakilishwa na Joseph Ratzinger ama Papa Benedicto wa 16, yeye anapendekeza kitu alikiita hermeneutic of continuity, kwamba katika maendeleo haya mapya ni lazima kutunza mapokeo yaliyokuwa mazuri. Mageuzi haya sio rapture, sio kuacha mapokeo, sio kuacha mila njema za Kikatoliki, sio kuacha utambulisho wa Kikatoliki, bali ni tafsiri, ni ufafanuzi, ni uelewa mzuri wa mafumbo matakatifu yaliyokuwa yanaadhimishwa katika Ekaristi Takatifu. Katika kitabu chake cha The Spirit of the Liturgy, Joseph Ratzinger anasema kwamba tatizo halikuwa la mtaguso wenyewe, bali tatizo lilikuwa kwenye application ya maelekezo ya mtaguso. Baadhi ya watu, Ratzinger anasema, walipotosha ama walitafsiri vibaya ama hawakuelewa ambacho mtaguso ulimaanisha. Kwa mfano, ingawaje mtaguso ulisema kwamba watu watumie lugha zao na kuachana Kilatini, lakini mtaguso haukusema kwamba Kilatini chote basi kinakuwa ni haramu. Bado ziko sehemu za misa ambazo zilipaswa kusaliwa ama kuimbwa kwa Kilatini kadri ya the general introduction to the Roman Missal inavyoelekeza. Maeneo kama ya Bwana utuhurumie, Kyrie eleison, maeneo kama ya utukufu wa Bwana, Gloria in excelsis Deo, maeneo kama ya nasadiki, Credo in unum Deo, maeneo kama ya mtakatifu, Sanctus Sanctus, maeneo kama ya mwanakondoo wa Mungu, Agnus Dei. Haya kila inapofaa waumini walipaswa wajifunze kusali sala hizi kwa Kilatini. Kumbe hati hii ya mtaguso haikuzuia kabisa Kilatini, bali ilipenda yale maeneo kama mahubiri, kama masomo, kama maelekezo yatolewe kwenye lugha ambayo watu wataweza kuyaelewa. Ratzinger na baadaye Papa Benedicto wa 16 anapendekeza kwamba bado ni muhimu baadhi ya vipengele vya misa hasa vinavyowezekana viendelee kusaliwa kwa Kilatini, na hiyo ndicho ambacho hati ya Sacrosanctum Concilium ilikuwa imeelekeza. Hali ya liturujia ikoje katika Tanzania? Kanisa Katoliki Tanzania kama makanisa mengine ulimwenguni limepokea mageuzi ya hati hii Sacrosanctum Concilium ya mtaguso wa Vatikano wa pili, na imeanza kuhusisha waumini kwamba wanashiriki kwa kiwango kikubwa sana, wanahudhuria maadhimisho, kuna uimbaji unaovutia na liturujia inapokelewa kwa hisia na watu na waumini wa Katoliki hapa Tanzania. Hata hivyo, hali hii ya mapokezi imekumbana pia na changamoto kadhaa. Kwa mfano, bado kuna elimu duni ya liturujia kwa walei na hata baadhi ya maklero. Poor formation of the liturgical formation of the faithful. Changamoto nyingine imekuwa ni kwaya na vikundi kuchukua nafasi ya liturujia yenyewe, na kumetokea kukosekana kwa ukimya, the holy silence na vipindi vya tafakari katika maadhimisho ya liturujia. Hivyo kwa Tanzania kwa wakati mmoja kumekuwepo na matunda mazuri ya mtaguso, lakini matunda haya yamekuja vile vile na changamoto mbalimbali. Niko jambo jingine muhimu ambalo mtaguso wa Vatikano kupitia hati hii ya Sacrosanctum Concilium ilipendekeza, nayo ni utamadunisho ama inculturation. Utamadunisho ni juhudi ya kuihuisha Injili na liturujia katika tamaduni za wenyeji bila kupoteza kiini cha fumbo la Kristo kwa kufuata miongozo ya kanisa. Napata kwenye hati hii Sacrosanctum Concilium sura ya 37. Sacrosanctum Concilium ilifungua mlango wa mchakato huu hasa katika kanisa changa kama la Tanzania. Na msingi wa teolojia wa utamadunisho ni kwamba Kristo alifanyika mwili katika utamaduni halisi, incarnatus katika maeneo ya watu. Kristo anajifunua kwa Waafrika kama anavyojifunua kwa Wahindi, kama anavyojifunua kwa Waarabu na watu wengineo. Kanisa la mwanzo liliruhusu tofauti za kimila bila kuvunja imani moja. Unasoma kwenye Matendo ya Mitume sura 15 mstari wa 28, kwa maana ilitupendeza Roho Mtakatifu na sisi kwamba tusiwatwishe mzigo ila mambo yale ambayo ni lazima. Na liturujia ni ya kanisa lote, lakini huishi katika tamaduni husika. Iko mifano bora ya utamadunisho katika kanisa la Tanzania. Kwa mfano, matumizi ya ala za asili kama ngoma, pole za ngoma, zeze, filimbi na kutumia viungu kama wenzangu wa kule Sumbawanga. Mnaweza mkaona kwa mfano wimbo wa mahujaji wa matumaini umepambwa kwa ala za kitamaduni na unapendeza kweli kweli.
Midundo ya Kiafrika isiyopingana na fumbo la misa imekaribishwa katika liturujia. Ishara za heshima kama kusalimia kwa kuinama, ishara za amani kulingana na mila na utamaduni, kuketi wakati wa kusikiliza mkubwa kama kusikiliza Injili badala ya kusimama kama wanavyofanya kwenye kanisa la huko Ulaya. Hata hivyo, kanisa limeangaliza kupitia hati hii kwamba lazima tujikinge na tamaduni ambazo hazijathibitiwa. Kwa mfano, kugeuza liturujia kuwa jukwaa la utamaduni badala ya fumbo la Kristo. Ndugu zangu, kuna padre mmoja akifundisha kuhusu utamadunisho alitaka kwamba tuanze kutumia ugali wa mtama na maziwa badala ya mkate na divai kuadhimisha mwili na damu ya Kristo. Vile vile tunazuiwa kugeuza madhabahu kuwa ukumbi wa kucheza. Madhabahu ya Kikatoliki sio dancing hall, kwamba watu wanaweza wakaenda pale kuserebuka na kukata miuno, kwamba wanasikiliza utamu wa Yesu. Vile vile mtaguso umedokeza kuhusu nyimbo zenye maudhui ya kijamii ambazo zinatokana secular inspired songs ambazo hazina kina cha kiteolojia. Kwa mfano, wimbo mmoja samahani ulikuwa na maneno nasema kidole juu. Wimbo ule tulikuwa na mashaka sana kama ni wimbo wa Katoliki. Kama ni wimbo wa Katoliki kumradhi. Utamadunisho wa kweli kwa hiyo ni lazima uchujwe kiteolojia, ni lazima udhibitishwe kikanisa, na ni lazima uongozwe kwenda katika Ekaristi na si kuegemea kwenye kukuza utamaduni. Ndugu zangu watazamaji, katika hatua hii sasa, baada ya kuweka msingi wa mafundisho ya hati Sacrosanctum Concilium na mabadiliko ya kiliturujia ambayo yamependekezwa kwetu, huku tukizingatia kutukuza maadhimisho ya sakramenti ya Ekaristi, niwaelekeze kwenye baadhi ya abuses, uharibifu wa liturujia ambao unatokana na haya mapendekezo ambayo yamekuja na hati ya mtaguso wa Vatikani ya pili, na nimeyagawa katika sehemu mbili. Uko uharibifu wa liturujia unaotokana na walei na uko uharibifu wa liturujia unaotokana na mapadre ama maklero wenyewe ama waadhimishaji wa ibada. Nianze na abuses ambazo zinasababishwa na walei wenyewe na ufanuzi wake. Kwanza, katika liturujia za leo, kwaya hubadilisha maneno ya liturujia. Kwa mfano, mtakatifu ama utukufu kwa Mungu ama nasadiki kwa Mungu ni sala. Iko tendency ya kwaya kuanza kuchomeka maneno ili kubalance nota kwenye nyimbo zile. Kwa hiyo hii ni abuse ambayo kwa kweli haikusudii kutokea katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Namba 2 ni nyimbo zisizokuwa za liturujia, nyimbo za kihisia ama za burudani tu wakati wa misa, kinyume na wajibu wa muziki kuendana na tendo la liturujia kama ilivyosema kwenye General Introduction to the Roman Missal sura ya 39 hadi 41. Kutumia nyimbo ambazo asili yake sio muziki mtakatifu, secular inspired music, hairuhusiwi na ni kubagaza liturujia ya kanisa Katoliki. Upigaji wa makofi, kushangilia, nderemo na kupiga ngoma kupita kiasi inageuza misa kuwa tamasha badala ya adhimisho la Ekaristi Takatifu. Kukosa heshima mbele ya sakramenti takatifu, kupiga makelele, kurukaruka, kutembea bila mpangilio kwa uholela, kushindwa kupiga magoti au kuinama mbele ya sakramenti ni kubagaza ya liturujia ya kanisa takatifu. Wasomaji, kwa na wasomaji wa masomo lectors ambao hawajaandaliwa, wanasoma wanasitasita ama kama wanafunzi wa darasa la kwanza, inaharibu liturujia kama wewe mama kanisa angependa iwe. Iko abuse nyingine ambayo imekuwa common siku hizi, matangazo yasiyokuwa ya lazima. Wako ndugu zetu walei, makatibu wa parokia, wenye vitu wa halmashauri ya walei, wanafanya matangazo kuwa sehemu ya liturujia badala ya kuyatoa mwishoni na kwa kifupi. Katika hili unakuta mtu wa matangazo anaanza kurudia mahubiri. Anasema kama baba padri alivyosema, alafu anarudia mahubiri yote kwa nusu saa nzima. Au anaanza kuweka rejea za Biblia, ama anaweza na yeye anaanza kufundisha. Kwa hiyo unakuwa kama na mahubiri mawili ndani ya misa moja. Mambo kama haya ni kubagaza liturujia ya kanisa Katoliki. Abuse nyingine muhimu ni kupuuza ukimya mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, hati ya mtaguso wa Vatikani Sacrosanctum Concilium imeona kama ni sehemu ya participation watu kukaa kimya katika baadhi ya sehemu za liturujia. Kwa mfano, baada ya mahubiri waumini wanapaswa kukaa kimya na kutafakari kidogo. Baada ya komunio wanapaswa kukaa kimya na kutafakari kidogo matendo ya Mungu. Kinyume chake,
kwaya zinadumbuiza nyimbo na kuharibu ukimya wa watu na kuharibu kabisa liturujia. Mavazi yasiyokuwa na heshima vile vile ni ubagazaji wa liturujia, hasa kwa watu ambao wanakuwa na majukumu ndani ya Ekaristi Takatifu kama wasoma masomo na watumishi wa misa. Mwisho ni kuichukulia misa kama burudani. Ibada ya adhimisho la Ekaristi Takatifu sio burudani ya watu kwenda kuimba na kurukaruka bila kuwa na mpangilio, bali ni adhimisho kubwa ambayo inaonyesha sadaka ya msalaba. Sasa nitazungumzia uharibifu labda 2 au 3 ambazo zinaweza kusababishwa na maklero au na mapadre, ambazo na watu wengine wanaweza kuwa wanazifahamu. Kwa mfano, padre anaweza akaanza kutoa matangazo katikati ya liturujia. Wakati wa mageuzo, padre anaona kuna mtu kafanya kosa, anasimamisha konsekrasio, anakwenda kutoa maelekezo au kumkemea muumini anayemuona kwamba amefanya kosa ndani ya liturujia. Hilo jambo sio sawa sawa na ni kubagaza liturujia takatifu. Jambo jingine ni kwa padre kuruhusu mambo ambayo hayaruhusiwi kwa walei. Kwa mfano, kuwaalika waumini waimbe na padre sehemu ya sala ya doksolojia kuu, kwa njia yake pamoja naye na ndani yake. Maneno yale ni ya kuhani, yako reserved kwa ajili ya kuhani, na ni makosa makubwa sana kuwaalika waumini waweze kusali sala hiyo, na hii nayo ni kubagaza liturujia ya kanisa. Na jambo jingine ambalo sasa kulisema kuhusu waadhimishaji ibada ni kuingiza ubunifu binafsi kupita kiasi. Hapa mwadhimishaji wa ibada anaweza kudhani kwamba yeye ndiyo president wa adhimisho. Watu wanaweka mbwembwe kupita kiasi, wanaanza kuzurura katika ibada wakati wa mahubiri, na haya ni mambo ambayo yanaweza kubagaza na kupunguza ukuu wa adhimisho. Naweza kusema jambo jingine la mwisho kwenye waadhimishaji ibada wanavyoweza kubagaza liturujia takatifu. Mapadri wengine wanadharau kuvaa mavazi yao ya liturujia. Kama mnavyofahamu, yako mavazi zaidi ya 5. Wengine kwa sababu ya kukwepa joto wanapunguza mavazi yale, na hii inaondoa hadhi ya adhimisho takatifu. Ndugu zangu wapendwa, kutokana na changamoto hizi ambazo zimetokana na utekelezaji wa hati ya mtaguso Sacrosanctum Concilium, napendekeza mambo yafuatayo kama sehemu ya kurudi kwenye mstari wa ukuu wa adhimisho la Ekaristi Takatifu. Moja, napendekeza kwamba mamlaka za kanisa ziendelee kutoa elimu endelevu ya liturujia kwa makleri na walei pia. Liturgical formation of the faithful even to the clerics. Napendekeza kwamba kuwepo na miongozo ya kitaifa ya muziki wa liturujia, na ikibidi mamlaka zichapishe kitabu chenye mkusanyiko wa nyimbo za liturujia kama ilivyo tenzi za rohoni ama nyimbo za Kristo kwenye madhehebu mengine. Hii itapunguza kasumba ya kwaya kuja na nyimbo mpya kila Dominika na kuwafanya waamini washindwe kufuatilia maadhimisho ya Ekaristi Takatifu. Napendekeza kwamba turejeshe tena katika ibada zetu ukimya mtakatifu baada ya mahubiri. Kwa mfano, baada ya komunio, kwa mfano, kuwe na ukimya, watu watafakari ambayo Mungu amewatendea. Isiwe ni sehemu ya kuweka nyimbo za shukrani au kuisha sala za pamoja, na zenyewe hata hazishauriwi. Ingawaje ninaona katika maeneo mengi zimebuniwa sala za pamoja ambazo zinaondoa watu katika ukimya na kuwapeleka kwenye mambo ambayo ni ya jumla. Napendekeza kwamba utamadunisho udhibitiwe ili usije kutoka nje ya mafundisho ya Kanisa Katoliki na ubaki ndani ya mipaka ya teolojia ya liturujia ya Kanisa Katoliki. Napendekeza kwamba kuwe na nidhamu thabiti ya liturujia katika seminari. Ziko seminari kuu nyingine ambazo haziweki mkazo kabisa kwenye mambo ya liturujia, na hasa seminari zile ambazo zina mchanganyiko wa mapadre kutoka mataifa mbalimbali. Na vile vile napendekeza kwamba tuukuze tena uzuri na heshima ya misa kwa waadhimishaji wa ibada kuimba sehemu za misa kwa kutumia Gregorian chant kama ilivyokuwa kwenye mapokeo ya Kanisa Katoliki. Na sisi tukiwa vijana tulikuwa tukisikia misa zikiimbwa zinaleta utukufu, na tulikuwa tukikumbuka tukiwa njiani hata nyumbani na kutamani kurudi Jumapili inayofuata kwenye maadhimisho kwa sababu yalipendeza kweli kweli. Ndugu zangu wapendwa, tukifanya haya tutakuwa tumekumbatia mapokeo ambayo Mtaguso wa Vatikani umetuletea, tutakuwa tumemtukuza Kristo na tutadumisha adhimisho kuu la sakramenti ya Ekaristi Takatifu kama mama kanisa alivyopenda na kutuletea kwetu, na Mungu aweze kutukuzwa na wanadamu tuweze kutakatifuzwa. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asanteni kunisikiliza.